And then napata nasema hii ni ya mwisho, sitafanya tena, sitafanya still. Napata hata nimefanya hata mara 4 ama 5 kwa siku. Nilipoacha nashindwa kabisa. And then unajua funny enough na hii kitu ni eti ukiifanya sasa unaonanga mwanaume ni wa kazi gani? Sinaweza nikajisatisfy. Sasa ni wa so siku ile hata ile feeling sema hata kama singekatazwa kukoa nayo bado mimi willingly singekuwa nayo juu ni wa kazi gani? Juu kama nataka kujisatisfy sina jisatisfy tu. Sasa mwanaume ni wa so hiyo kitu inafanyanga mtu hivyo. Unajiambia naweza nikajisatisfy tu. So hakuna haja ya mwanaume. I'm sleeping with someone in my dreams. Ni kama we are making love in my dreams, and then nikiamka napata nimemess. Unaona venye mtu ana messingi, napata umemess, and then nikafika point na nikaanza kujiona niko pregnant. Najiona niko na ball, najiona singine nimezaa watoto mapacha. Hizo bado niko shule. And then sometimes hata ikifika time ya period zangu sioni in real life, but in that dream naona nimeshika hivi kwa mkono. Singine naona huyo mwenye tuko naye kwa hiyo dream, huyo mwanaume ananiambia ati damu yako nataka kupeleka mahali. So unajua in reality sijalali na mtu, so sitasema niko na bola ama nini. So si mimi nafanya tu, mimi sioni any harm. Nafanya. Mimi nikaanza kuona nikilala kuna kijana ananikujia. Anakuja anabisha mlango wetu sana, anabisha. Nikifungua ananiambia ni wewe. Unajua venye nimekumiss. Hata na mimi namuuliza na wewe ni nani? Anaingia tu kwa nyumba, ananihug. Tunakaa hapo, anaanza kuniongelesha. Ananiongelesha ni kama mtu ananijua. Lakini mimi bado namshangaa na muangalia namuuliza wewe ni nani? Ananiambia unikumbuki aje wewe hata mchezo. Unijui aje? Sasa ndio the more mimi namuuliza wewe ni nani? Akaniambia na si mimi ni bwana yako, ujui aje mimi ni nani? Nikamwambia mimi siwezi kuwa na bwana, mimi niko form 2. Sasa hizo nilikuwa form 2. Ananiambia sasa ndio nikamuulizanga utanipeleka kwenye lini? Sasa ndio akaniambia kwao ni kwa bahari, lakini tutaenda pamoja nao, which tushaienda kwao. Ushaienda kwao? Kwa huyo spiritual husband umeienda kwao? Tumewahi. Huko kwao kunakaa aje? Siwezi kuambia hata tuliingilia na wapi. Mimi aliniambianga tu tutaenda kwetu na tulienda, and me I just remember tukifanya cannibalism tu. Cannibalism, what do you mean? Ya kwamba mliweza kula watu ama damu ya watu? Ni nyama. Unajua uko? Unajua you are not dealing with humans. Those are spirits. So ili happen hivyo, mimi nakumbuka tu Kenya ilinifanyanga nikaamka nikufeel hiyo ni kama chumvi kwa mdomo yangu. So ndio mimi nikaamka, but nikikumbuka ndio ndoto, unakumbukanga ndoto. Nilikumbukanga tu kama tumeenda kwao. Sijui hata tulifika aje kwao, but tulikwanga tu kwa maji. Kwenda kwa maji, next hapo siwezi kuambia hata tuliingiaje. Ati mlienda mkafika kwa maji, sasa hiyo ni kwa ndoto? Naona tumesimama juu ya mlima, chini hivi ni maji. Sasa tukijiangalia hivi, tunaona hiyo maji. Mimi najiona reflection yangu kwa hiyo maji. Sasa kutoka hapo mimi tena the next kujiona tena, nikajiona tuko kwa mahali, ni kama tuko kwa harusi. Ni kama tuko kwa harusi na bibi harusi. Ni kama tuko kwa party hivi fulani na masinia zimewekwa mkono za watu, manyama hivyo. Sasa ndiye akaniambia kwa kwao hivyo ndivyo wanafanyanga. Na hizo ndio vitu zenye wao wanakulanga. So kwa kifupi, wakati ambapo mlienda kwao kwa ndoto, mliweza kula nyama ya mtu na pia mkaweza labda kunywa damu ya mtu? Si mtu, ni watu wengi. Sio sherehe tu pekee yetu, si tulikuwa sherehe ya watu wengi. Hiyo mimi nikikumbuka, mwenye nakumbukanga ilikuwa ni kama nikimeza. Kuna mtu pale anaangalia anasema hii ni story ya Jaba. Can you confirm to that person that this is what you experienced? Yes, I can. I can. Juu hata niko na therapist wangu na pia kuna mama pia alinisaidia sana. Though alinisaidia, mimi nasemanga alinisaidia. Hata alipananga story yake YouTube, anaitangwa Veni Katoti. Pia alisemanga story yake na hakuna venye story yangu na yake inaweza fanana. Nilimdm, nikamwambia nisaidie na alinisaidianga. Na hapo ndio nikaanza process ya healing. So hakuna venye yeye anaweza danganya na mimi nidanganye, na tuweze kuwa na experience the same, hata hatujuani. Though alinisaidia sana juu yeye vitu mingi ni kama alinifunua macho, vitu mingi nikaona. Zile sikuwa ijua ni nini hizo. Nilikuwa namwambia tunaomba na yeye akaniambia.
Sasa kwa kifupi tu pia ningependa nijue wakati gani ambapo sasa ulijaribu ya kwamba unataka kuachana na huyu jamaa wako wa ndoto? Time sasa nimemaliza form 4. Niko na 1 year nyumbani. So ni almost 5 years. Nimemalizana na shule. Niko na mwaka moja nyumbani, najaribu kuacha bado. Hiyo mwaka ndo nilikuwa nasema nataka kuacha, but still na bado nafanya, but sasa ni ile once but still nafanya. So si tukaanza kuongea na venio mwaka ingine after nimemaliza shule sasa. Sasa nika feeling niko lonely. Hata nione kama hii kitu imeniacha kabisa, cause haiko inakuja, but though ilikuwa inakujanga once, but si ile frequent kama kitambo. Sasa nikasemanga hata nitafute mtu, but sasa hata nikitafuta mtu na feel like anaweza akaona hii kitu inaweza kuja imtishie life yake pia. Sasa nikafeel niko lonely, siwezi kuwa na mtu cause niko na hiyo spirit is the most jealous spirit in the world. Inaitangwa Asmodeus. Okay. Asmodeus, kuna incubus na kuna succubus pia. Asmodeus ni hiyo last. Incubus na succubus ni hizo spirits zenye zinalanga na watu, kuna ya female na kuna ya male. Sasa ndio nikuje niachane nayo kabisa. Ndio ni feel nataka kudivorce huyu, ilibidingi ni choose either huyu wa reality ama huyu wa spirit. Sasa nilikuwa namwambia mimi na wewe hatuwezi kuwa hata in reality mimi sikuonangi. Though nilikuwa nakaa hivi sometimes na mfeel ni kama ameniwekelea mkono. Nilikuwa na feeling presence yake, ndio nakwambia mimi kwetu siwezi amini iko ghost. Ni yeye. Nilikuwa na feeling sometimes nikijaribu kuomba na feel tu ni kama kivoice kinaniambia hata Mungu hatakusikia. Vitu zenye unafanyanga hata Mungu hawezi kusamehea. So nikaonanga hii ni torture. So siku moja nilikuwa saying this in my dream. Nikaotanga tuko na yeye kwa highway. Nile sasa namwambia tuachane, ananiambia tuwezi achana. Naambia tuachane, ananiambia tuwezi. Sasa ile ni ile anakuja kila usiku. Ananini by force hata kama staki, naamka nilikuwa na feel hizo ma injuries. Nikamrushanga kwa highway. Akagongwa na gari. Mimi nilionanga amegongwa na gari amekufa. Nikaamka. But so that is in a dream. But still the same week tena akaniapia akicheka, akaniambia ulifikiri you can get rid of me that easily? You can't. Nilikwambia mimi na wewe hatuwezi achana. So tukiwa hiyo building nikamrusha akaanguka chini. Nikiangalia hivi chini kwa hiyo building hivi juu, nikiangalia chini nikaona ni kama amecrash kichwa, yani ni kama amekufa. But still tena akaniambia bado hatuwezi achana hivyo. So hapo ndo nikaanza prayer and fasting. Nikaanzanga fasting process, nikaanzanga kusikiza sermon. Pole tu sikuwa naomba. Najaribu narudi kwa Mungu, hata kama nashindwa kuomba, ile kuomba venye watu wanaombanga, naongea na Mungu kama rafiki yangu. Namuita namwambia juu nilijiingiza, sikuwa najua. I was very young. Nisaidie niachane nayo, saa hizi nimejijua and I want to live a normal life. So hapo ndo nikaonanga hata tu ni get rid of this thing. Nikaanzanga fasting, naongea pole na Mungu, nikapatanga mpaka sometimes niweza ongea na yeye, nafunga macho ni kama naomba, na naweza naomba na feel Mungu amenisikia na feel ni kama imenitoka. So nikafeeling niko free, yani ni kama I'm not there anymore. Then nikaanzanga kusikilizanga hizi gospel songs. Nikuwe tu karibu na Mungu. Na kutoka hiyo since then sijawahi muona tena. So unamaanisha kwamba the more you try to get closer to God, the more ujamali disappear? Juu unajua mimi nikiwa na yeye sikumbuka hata one time nimewahi omba. Una feeling tu ni kama sauti inakwambia sasa unaomba nini? Mungu hawezi kusikia. Mimi ndio na run life yako saa hii. Sasa hata unaambia Mungu nini? And then ile yani kama inakuweka uoga. Wewe ukifeel hata wewe tuseme uko peke yako unaomba, feel mtu amekuguza. Utatuka uache kuomba. Sasa ndio nilikuwa najaribu kuomba na feel ni kama mtu ameniguza na acha kuomba. Nasikia ni kama nasikia masauti na acha kuomba. Sasa unapata hata naanza kuomba na achia katikati. Naachana nayo juu na feel ni kama Mungu pia yeye hataki kunisaidia juu. Kwa nini nangangana kumuongelesha na yeye anakubali distractions? Sasa niliget over it ya. Wakati ambapo ulikuwa na spiritual husband, did you try to have a real boyfriend in life? I did. Na si mmoja na si wawili na si watatu, and it never happened. Like how did it go? Unaongea tu na mtu kama 1 week mko sawa, hiyo wiki nyingine ameboeka tu na wewe for no reason.
anakwambia mimi na feel tu tuachane. Ama anakwambia mimi si feel relationship anymore. Unamuuliza mbona, ananiambia mimi sikufeel anymore. Sasa nashindwa kwani nimefanya nini? Hata tukikaa chini sometimes hata unapata ni mimi na apologize makosa yake. But nikakuja kurealize hii kitu ukiwa nayo ndio huyo mwenye alinisaidia na deliverance aliniambia it is the most jealous spirit. Inaweza ikafanya tu watu inakubalisha ni kama mask. Watu wakuchukie tu bure ndio ubaki. Unajua sasa tuseme kama niko na real boyfriend, si ningekuwa kila saa nikifikiria huyo boyfriend yangu, nafanya vitu na yeye na huyu sasa huyu spiritual ataki. So ndio anafanya ni kama na cause rejection. Watu wananichukia tu bure na baki alone na kuwa rejected, nikiwa isolated na service. So yeah. Sasa tuseme masturbation ulifanya kwa muda gani? 5 years. 5 to 6 years. 5 to 6 years. Kwa yule anapitia masturbation ama baada anafanya masturbation ameshindwa kujitoa. Amejaribu njia zote ameshindwa. What can you tell him or her? At first, ukianza utafeel poa, but sasa kuachana nayo itakuwa ngumu. But seme unang'ang'ana kuachana nayo unashindwa. Kitu ya kwanza mimi nilikujanga kujua ni mind. Masturbation is all about the mind. Just know how to control your mind. Tuseme ukifeel trigger, tuseme kila mtu hujuanga kenye trigger. Okay. Tuseme una feel nikiwatch porn ndio na feel kufanya. Unachana na porn kabisa. Una delete hizo sites. Hata kama ulikuwa umefollow hizo groups unaziunfollow. Kitu ya pili usikae peke yako, usikae idle because the more you are idle the more utafeel hakuna mtu ananiona, so acha nifanye. So the moment niko na watu unajua nitakuwa busy, sitakumbuka kuifanya. Yeah. And then kitu kingine tena you be closer to God. Juu hakuna kitu Mungu inamshindanga. Mimi nikikumbuka times nilikuwa namkanga nikiscream juu ilikuwa inajaribu kuniua. Nilikuanga na sikuwa naomba, so sikuwa na hiyo cover protection ya Mungu. But the moment nilikujanga kujua you can pray na Mungu akuweke shield, nilijuanga pia prayers hata kama una feel ni kama hazifiki mahali, juu time niliambianga Mungu naomba unilinde. Mwisho nimefika mwisho yangu ikuwe mwanzo yako. Siku hata naomba, si eti nilikuwa naomba, nilikuwa tu kwa bed nikaambia Mungu nimechoka. Kila siku kitu inanikimbiza na kisu kinaniambia hatuwezi achana, mara ininyonge nini, so nikaambia Mungu mwisho yangu mimi na feel nimejaribu in my own ways. So mwisho yangu ndio you are beginning, because you said si alisema hivyo in the Bible. Mwisho yako ndio mwanzo yangu. So nikamwambia venye ulinipromise mwisho yangu ndio mwanzo yako, anzia basi nimekuachia. So hivyo ndio nikakuwa close to God. Nikapata hata sometimes niko online napata tu verse impop from nowhere inasema I will guide you, no weapon fashioned against you shall prosper. Hii inasemanga I will send my angels to be in charge of you. Like napata tu verse. Unajua Mungu naye mimi asemanga Mungu anafanyanga vitu zenye sisi hatuelewi. So napatanga verse hivyo online. Tuseme hata nimetembea town napata unaweza tu stickers watu wanga wana stick kwa gari. Nasema John 3:16 nini hizo na hizo tu verse tu nasoma. Then nikienda home nakuwa na ile nataka kujua verse inasema nini more. So napata nimefunga Bible nasoma, napata hata nimesoma verse mzima. Na ukumbuke sana hata nasoma Bible. Sometimes napata hata nimesoma kitu mahali inasema you can relate to a certain book. Napata nimeingia Bible nasoma. And then nikiona Bible ni ngumu kubeba, siku na hii simu na download ya simu nasoma online. So nikajipata nimekaribia na Mungu hivyo. Ni process tu pole pole, hakuna kitu ya one touch hivyo. So nikajipata niko busy. Hizo vitu nilikuwa naonanga hizo za ma XX nika delete zote, nikaziunfollow, nika delete hadi account, nika create mpya. Sasa hii mpya iko na memes. To me sitasema mimi I'm perfect, I'm born again Christian, I'm perfect, nasomanga tu Biblia. So nikapata hata hiyo group, hiyo ni mpya nimeform hiyo nitaje? Hiyo page yangu mpya yenye nimeform iko na tu memes, vitu za kunikeep busy. Kuna tu memes, tu vitabu nasoma online, tu funny videos. Nikapata nimeka game kwa simu juu mimi niko introverted, so sipendi kukaa na watu. Ninapata kutoka kunikeep busy na nacheza game. Natafuta tu games online nacheza. Naona ni demo naangalia saa napata hata maybe ni saa 7 za usiku ama saa 5 za usiku na niko na usingizi sasa nalala. Sasa naona sina time ya kuifanya. So akili yangu imebebwa hata before nikumbuke ati nilikuwa nifanye kitu. Naona niko so exhausted. Hata the moment naanza kufikiria hii kitu niko mimi nimechoka nalala. So unaona? Ni all controlling your mind. Ukifeel ni kama akili inakuambia fanya hivyo, hapana sitafanya hivyo.
juu tunaambianga akili ndio ina control mwili. So tuseme mkono inataka kufanya, unaambia akili, naambia mkono hapana. Hautaniongoza, ni mimi nakuongoza. Macho kitaka, akili naambia hapana, sitaona hizo vitu mbaya, ni mimi nakuongoza. So nikapatanga nimetem na nimetrain akili yangu hivyo. So nimejitem, sioni vitu mbaya, sifikiri vitu mbaya, niko tu busy. Kila time nikifeel kufanya najitafuta kitu tu ya kufanya, hata nitoke nje nitembe. Kama ni mchana na niko triggered, natoka nje natembea, naangalia vitu nje. Kama ni usiku na ni masaa ya watu kulala, sasa siwezi toka nje, napata nimeingia online, nimechukua simu na nacheza game. Nacheza game, naona movie, naona cartoons. Sasa tuseme hata naona kitu ama hata story ya mtu online inaenda 2 hours. By the time story inaisha nimeshachoka, sasa nazima tu simu nalala. Si asubuhi hivyo. Sasa napata 1 week imeisha, 2 weeks imeisha, 3 weeks, 4 weeks, a month, a year, na ni hivyo. Na nikapata kumbe. Juu nilijaribu pia kwenda kwa mapasta, but niliambiwa na mtu miss hakuna pasta anaweza according to venye aliniambia. Yeye pia ameenda kwa mapasta hawajamsaidia. Hata mimi nisijaribu kwenda kwa mapasta, wanakuambia sijui picha tuma nudes zako tukuombee, sijui maybe unataka tuweke contact with that thing, sijui utoe nguo zako tupige picha tukuombee hivyo. So Pastor anasema utume nudes akuombee. Si shida yako ni uchi yako. So si utume tukuombee. So mimi nikaona si mapasta wote, maybe kuna wenye wanaweza saidia mtu, but mostly wenye mimi nimejaribu kuongea nao wananiambia hivyo. So mimi Unamaanisha kwamba kuna ule pastor ambaye ulijaribu akusaidie lakini akakwambia utume nudes ndiye akuombee? Unaona sasa hiyo ni kama hiyo si itakuwa ni kama ni OnlyFans nafanya. Unaona hii ni OnlyFans, sasa ni ya nini? Si angeniambia tupige magoti tuombe. Sasa nikaona mimi tena niache from kufanya kitu kwa giza, nikutumie tena picha kwa mwangaza. Hapana. And then pia hii unaambiwa kuja tukupake mafuta. Nikao hapana, nikaona no, hata tu ni juu ni mimi nilijiletea peke yangu. Na hiyo masaa tu mwenye alikuanga hapo ni Mungu wangu na shetani pia walikuwa hapo. Hata tu Mungu alikomboe venye tu aliona nikiwa peke yangu. So nikasema I'm not dealing with any pastor. I will do this mimi na Mungu wangu peke yetu. Pale nyuma ulikuwa umesema kwamba ulikuwa hata umepata watoto spiritually, alafu ukasema kwamba kuna wakati ambapo ule spiritual husband akapotea, ni kama alikufa. Na hao watoto waliendaje? Sijai waona tena. So I think venye aliendanga nao. Hao watoto sijai waona. Juu kwa nilikuwa nambeba, nikimweka hapa amekuwa msichana, nikimweka hapa amekuwa kijana, hiyo ni pepo hiyo. No tu venye nakwambia niliombanga nikaambia Mungu hizi vitu zisikuje. Hiyo tu ndio ziliisha. Na sijai ziona tena, ziliendanga kama zimeisha. Kabisa zikaisha tu hivyo. Na zikaisha. Okay, considering that most of the people they get into this thing at an early age, labda wakiwa high school, what can you tell the high school students right now? Mimi, according to mimi, naweza tu nikasema sema kama tayari uko ndani, it's not hard to quit. Unajua labda unataka ongea na best yako akwambia si ni normal. It's not normal. Because mimi nilikuwa najaribu kudate na shindo, but says I thank God I'm engaged. I thank God for that. After nimequit nikatafuta boyfriend, tukakaa tukaona it's good, tunapelekana vizuri, so tukakuwa engaged. So na mwenye anafanya, unajua utafanya for a long time. Utakuwa bounded to this spirit. In that world utakuwa na in the physical realm you will be alone because you are already married there. So si fiti, si kitu poa na si kitu normal. Hata kama inakaa normal, si kitu normal. If you know someone mwenye anaifanya, just try to assist them na usiwaambie ni normal. Na kama we ujui, usicheke uambie ati hakuna kitu kama hiyo iko. So ukifeel like it's not normal, unaweza ukamtafutia hata kama pastor mwenye genuine ama therapist. Kuna mpaka therapist wanasaidianga watu in terms of those things. So hakuna haja ya mtu ashinde na shida yake akisema nikiongea nitakuwa judge. So unajaribu tu kumsaidia vile unaweza,
Na usiseme ati it's normal. Ni kawaida tu. It's not normal. So wewe ukifeel like una suffer, unaweza reach out kwa therapist, wakikulipisha jaribu. Hata mimi nasemanga hata usijaribu watu wengine. Wewe na Mungu wako. God is real, by the way. Mimi nasema God is real because Mungu amenisaidia sana. I personally nimemuona mimi in my life. So mimi Mungu ndiye aliniwezesha nikachana na hata kama ili contact ule Veni akanisaidia, naweza sema ni yeye Mungu ndiye alimtumia because niliambianga Mungu anataka kitu anitumie mtu, akanitumianga huyo Veni. So unaweza ongea na Mungu akuguide, akupe direction, and he will do that. God is faithful. God is faithful. Prayer carry power, and God is real. And anasikianga and he will deliver you. Unamaanisha kwamba kwa sasa hata mtu akikutempt na masturbation huwezi? Yes, nikijua kwenye nimepitia nayo siwezi taka. Yeah. Because I've suffered, lose a lot of things, a lot of people because of it. So mimi najua the good of it and the bad of it. So no. Yeah. Siwezi taka kufanya. Hata watu wanasemanga ati kuna hizi kazi za kufanya hivyo kwa wazungu, online unalipwa. Mimi no. Hata tu ni earn pesa yangu hata kama ni kidogo yenye ni genuine kuliko nifanye hiyo kazi online yenye hakuna hiyo pesa itanisaidia na anything. So yeah, it's not good. Sawa. Yo Kenyans, I want to believe that this has been a very inspiring and motivating story from my sister Anne, who has shared her life story regarding masturbation. This is something that is very sensitive. Most of the people outside there, they fear to talk about it, but it's something that is real. Many people are being affected, but they are not courageous enough to come out and talk about it. But today we have heard her story, and I want to believe that you've been able to pick something. If you are a victim, please make sure that you get close to God so that God can be able to deliver you from this thing. Because at the end of the day, there is nothing that is impossible with God. God is capable of doing everything. So please, if you are a believer, I want you to always believe in God, because our God that we serve cannot allow you to continue suffering for the rest of your life in the name of masturbation or any other thing. What you need to do is go before the Lord and do what? Confess. Once you confess, God will be able to forgive you and the Holy Spirit will guide you. And that has been our session. My name is Mtukufu Kalismas, yule bingwa tu moja wa kuburura Rukwama. And thank you. See you next time.